Andika upendo uliopotea. Hebu wale mlioko kwenye familia, funika macho yako kidogo. Mlioko na wenzi, funika macho yako kidogo. Alafu kumbuka, waza miaka kadhaa iliyopita ulivyokuwa na huyo baba nanili. Upendo wenu ulikuwaje? Wakati ule anakufuata kule mtaani, wanasema anakufukuzia. Upendo ulikuwaje? Hebu waza ilivyokuwa kwanza. Hebu kumbuka hiyo memories. Kumbuka. Kumbuka, ujifariji tu sasa. Ujifariji, maana hakuna namna. Haya, fungua macho yako, nitazame sasa, tuendelee. Inakujia furaha ama huzuni? Majibu hayaeleweki. Furaha ama ni huzuni? Wakati gani mzuri? Wakati ule ama wakati wa sasa? Wakati ule. Swali la kujiuliza, yale mahaba yako wapi? Ule upendo umeenda wapi? Nini kimetokea katikati? Mbona hatupendani kama tulivyokuwa tunapendana mara ya kwanza? Mbona hanijali kama alivyokuwa ananijali mara ya kwanza? Mara ya kwanza alikuwa ananisifia, alikuwa ananiambia hakuna mzuri kuliko mimi dunia nzima, japokuwa ni uongo, lakini uko unakubali hivyo, unakuitikia. Sasa hivi mbona siasikia hayo maneno? Sasa hivi ndio kwanza amekuwa kinyume chake. Najuta kukuoa, najuta kuzaa na wewe, ni mbaya kuliko watu wote. Wewe utakuwa ndio mchawi wangu, unaniloga, mambo yangu haendi vizuri. Yale mahaba ya mara ya kwanza yameenda wapi? Hivi ulisha kujiuliza ile swali kama ninavyojiulizaga? Ulisha kujiuliza? Au ulilogwa? Shida ilitokea wapi? Watu mara ya kwanza, baba fulani wakati anakufuata alikuwa achoki. Njoo kesho je chukua jibu lako, yupo. Njoo kesho kutwa, mwezi mzima. Mwenza kusilali, situlii, mapigo ya moyo na mbio mbio, yani nipa pressure, yani hivi na hivi, nisiposikia sauti yako, yani silali na kila kitu. Sasa hivi sauti yako anaona kelo hata kuisikia. Amen, nachema kelele yako hapa. Yale mahaba yameenda wapi? Nataka ujitafakari tu. Ule upendo unaendaga wapi? Na sio tu wewe, wala usishangae. Familia nyingi, ndoa nyingi ziko hivyo. Leo mnaishi wakati mwingine hata msipoongea wiki nzima fresh tu, kila mmoja aendelee na maisha yake. Hatuna habari wala nini. Sasa hivi unaweza ukaumwa hata kukuuliza, akuulizi unaendeleaje, wala umemunga usimamana lili, mimi naondoka nizangu ni kibaruani. Ina maana baba fulani najui kama jana nimelala nilikuwa naumwa. Wakati mara ya kwanza nakupigia simu asubuhi, umeamkaje? Nimeamka vizuri. Umeshakunywa chai bado? Kunywa wewe. Tangulia wewe baby. Tangulia kwanza wewe. Mnasakiziana. Sasa hivi kuko wapi? Mchana saa 6 kasoro kashapiga simu. Umekula sweetheart? Bado. Unasubiri nini bwana? Kula utakonda. Jamani, au ni uongo hayo? Mchana kama dozi kutwa mara 3. Asubuhi, mchana, jioni na dozi ya 4 na usiku. Mnakesha kwenye simu. Kipindi unaongea mimi na mama mchungaji tumemaliza, mnaongea masaa vocha na vocha. Alafu unaambia kata wewe, hapana kata wewe, mnasakizana kukata.
Kata wewe. Hapana bwana, kata wewe. Hapana, kata wewe bwana. Zile kwa heli mbili zinaagwa. Sasa hivi hata kukubipu tu asubuhi hadi jioni usikii sauti yake. Hivi yale matashtiti yanaendaga wapi? Nani anayaibaga? Messi, hiyo kata wewe ni sasa hivi tu. Ngoja uingie ndani. Unajiona dunia nzima ni ya kwako, unahisi wote tuko hivi maisha yetu. Subutu. Hiyo unaweza ukabipu na anaona mesilikolo yako na kupigii. Siku imeisha hadi jioni hiyo. Jamani baba unajua message yangu niko busy. Ila mwanzoni bila kubipu tu hata hujapiga yeye mwenyewe tayari ameshakutwangia. Unajua nisiposikia sauti yako sisikii raha kabisa. Moyo wangu unaenda mbio. Upendo uliopotea umeenda wapi? Asa ni katika mambo kadhaa binafsi nilikuwa najiuliza na kufanya tafiti na kufanya uchunguzi kadha wa kadha. Hivi kinatokeaga nini? Watu walikuwa wanapendana, yalikuwa mahaba ni uwe. Leo imetokea nini? Hata kuwasiliana hataki kuwasiliana. Amekuwa chui na paka. Naeleka vizuri? Mwanzoni wakati mnaanza kuishi pamoja alikuwa hawezi kula chakula bila wote kuwepo. Sasa hivi utajijua mwenyewe. Na baba asipokuwa makini akiudi itabidi aingie jikoni ili ale. Maana hadi mama mwenyewe kamaliza kila kitu. Hamna kitu. Anaanza moja. Nini huwa kinatokea? Wapi shetani anapataka nafasi? Au wapi maarifa yangu na kuwa hajakaa sawa sawa hadi uharibifu unatokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Wote ambao mnaweza mahusiano, wote hadi mimi mwenyewe. Kuna namna fulani hivi moment unayokumbuka. Unajiona paradiso hii hapa. Yaani unahisi dunia umeipata yote kwa mikononi mwako. Yaani wewe ndio unaiendesha. Unaona wengine wote wale wameachana, hawajui wale. Tina, hiyo sifia ni sasa hivi. Na pasha mabinti zangu wawili wao na hiyo wakisifiwa wasioni kichwa kikazi, masikio kazidi kichwa. Wakaisi kuwa ni kweli. Ni uongo. Daeleka vizuri. Wanakudanganya kweli. Na ukitaka kujua na kudanganya, angalifanya hivi majaribio. Akiwa anaongea na wewe anakuambia yale, kodoa macho yako mtazame machoni. Mkazie macho machoni. Anailisha. Shida akiwa anaongea na wewe, unajichimbia kaburi na kukata majani. Anaona kondoo kuchinja, si ndio huyo hapa? Akiongea na wewe, mtazame machoni na mkazie kabisa. Hapo ndio wanafurahiaga sasa. Yaani hapo ndio wanafurahia. Wanasema ndio kondoo mzuri wa kumchinja vizuri kitoweo. Ndio inaingia. Sasa chagua moja. Uendelee kudanganywa au uongeze ujasiri kumtazama mtu machoni. Tena anajana kupenda na kila kitu, mkodolee mtazame machoni vizuri. Unasema unajua urudi tena. Uone kama hajaanza kujiumauma na kujingata-ngata. Ujue nitapeli tayari. Nitaka likuchote kama samaki. Naeleka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo uliopotea. Hayo yote ni ya uongo. Asilimia kubwa. Katika yote unayoambiwa, unaweza kuta 50% ya uongo, 50% ndio ya kweli.
Mwanzoni alikuwa yuko tayari afanye chochote kwa ajili yako. Sasa hivi subutu. Naumwa bwana, naenda hospitali sina hela. Mwanzoni alikuwa anazipata hela. Kukopa atajua mimi atafanyaje. Ila sasa hivi anakuangalia tu. Niwadiseni mahali hapa. Kwa hiyo na mama mchungaji, tulikuwa tukipanda gari tuko wachumba, mimi nimewahi siti ikasimama, tunashuka. Tunasubiria gari lingine yani. Yaani mimi nakaaje afu mwenzangu amesimama. Unasuka, mnakula chakula, malizia wewe, mimi natosha hata kama hujashiba. Sasa hivi mnagombaniana baba, mama, watoto. Tena baba anakazia, hujui kama mimi natafuta sana, nataka nishibe nipate nguvu ya kutafuta tena. Sasa hivi ukichelewa ameshamaliza msosi, utajijua mwenyewe. Anakuja, tulikuwa wapi kwani bwana? Nilikuwa kanisani. Kale kanisani huko. Hii kinatokeaga nini hapa? Kwa kuna sababu, sema kuna sababu. Kuna vitu kadhaa ambavyo mimi katika kustadi kwangu, kusoma kwangu na kuchunguza mbalimbali na kesi mbalimbali nikutana nazo, kuna vitu kadhaa ni kama vigundua vinavyo sababishaga upendo kupungua. Sasa nataka tufundishane ili wewe uanze kujua namna gani ya kuparudisha pale pa kwanza. Sema amina.